yake sasa, yeye atakubadilishia sasa, yeye atakupa jina la heshima. Tumesoma habari ya huyo mwanamke. Huyo mwanamke alikuwa amechanganya mtaa, niseme na watu wa mahali hapa, maana ilikuwa ni Yerusalemu. Leo naongea na watu wa Bukoko hapa. Kuna mtu mmoja hapa mitaani haeleweki. Kuna mtu mmoja hapa urevi wake alionao watu hawamwelewi kabisa. Kuna mtu mmoja mahali hapa uzinzi alionao watu mpaka wamembadilishia majina. Wanakuona kwamba ni kahaba, wanakuona kwamba ni changudoa, wanakuona kwamba wewe ni mtu mzinifu. Lakini kuna Yesu mwana wa Mungu. Maana andiko linasema Yesu alipokuwa ametulia mahali fulani anafundisha, akiwa kwenye mkutano kama huu, akiwa anawafundisha watu kama hivi, wakamleta mwanamke. Andiko anasema, tumesoma katika andiko, wamemkamata katika uzinifu, wamemkamata na mume wa mtu. Kikawaida ya kibinadamu kipindi kile ilikuwa ni kukamatwa na kupigwa kwa mawe, lakini kwa sasa hivi ukikamatwa utapelekwa kwenye uongozi wa mtaa, au mtu atachukulia maamuzi mkononi, au utapelekwa kwenye uongozi. Ule uongozi utakuchukulia sheria, maana yako unaweza ukaipa mara nyingi. Lakini Yesu mwana wa Mungu, Yesu mwana wa Mungu, Yesu wa Mungu hakuja kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu alikuja ili ulimwengu uokolewe. Uko wapi mwanadamu wewe? Haleluya. Amen. Sema moyo. Kitu chochote kile walichokukatia tamaa, majina yoyote yale waliokuita, yawe ni majina machafu, majina yasiyofaa, Yesu alikuja kutupa jina. Yesu alikuja kutubadilishia hali. Yesu alikuja kutupa neema tena. Yesu alikuja kusafisha nyota zetu.